Iko siri kubwa sana kwenye ibada. Wakristo, unamwabudu Mungu while you see yourself you are very expensive. Ujui unayemwabudu. Unaingia kanisani unaangalia nguo uliovaa. Unaingia kanisani unaangalia heshima ulionayo. Kwanza nikiinua mikono watu watanionaje? Nikilia makeup itaharibika. Who are you my dear? Ujui unayemwabudu. Wasipoweka vyombo uimbi. Nani amekuambia vyombo vinakupeleka? Hapa ndio chanzo cha ibada. Moyo ndio chanzo cha ibada. Ndio maana Mungu anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Na Daudi akasema dhabihu za Mungu ni moyo uliopondeka, roho iliyovunjika, Mungu hata udharauka. Ebrania 12:29 anasema kwa kuwa Mungu wetu ni moto ulao, tumtolee Mungu ibada kwa unyenyekevu na kicho. Kinachokupa kufanya ibada ni vitu viwili, unyenyekevu plus kicho, iziko tu ibada. Sasa vyote tunaendaga kwenye ibada, hatuna hivyo. Wewe unafikiri hiyo ni ibada? Tunacheza. Wakati watu wakienda kuabudu miungu mingine wanasujudu. Wewe unafika kanisani unaiangalia sakafu. Sakafu haikwambii umwabudu Mungu. Moyo, hata kama pana matope utasujudu. Ikiwa mtu aliyekutana na Mungu kweli, huwezi kumkuta kwenye ibada ni mkavu kama mti wa mpingo. Never. Huwezi mkuta mtu namna hiyo. Penye ibada Mungu aangalia watumishi. Penye ibada Mungu anaangalia moyo wa waabudu. Penye ibada Mungu aangalia sololisi. Penye ibada Mungu anaangalia wanaoabudu. Maana saa ya ibada ndio Mungu, Biblia inatuambiaje? Saa ipo na saa yaja, waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yesu akasema Baba anawatafuta watu kama hao. Maana saa ya ibada Mungu anaacha kiti. Akiacha kiti anapita, anachungulia. Anachotafuta ni ibada. Akikuta penye ibada anakaa. Akikuta hapana ibada kwa jirani yako anaondoka. Akikuta pengine penye ibada anakaa. Kwa hiyo kwenye kanisa Mungu anaweza kashushwa na watu 5. Kwa ajili ya nini? Ibada za watu 5 na sio waimbaji wote. Ndio maana mimi nawashangaa. Mtu anaweza akasema kanisani tunasubiri watumishi watushushie wingu. Hakuna mtumishi anashusha wingu. Wingu Saidi iko ndani yako. Kipindi kile cha Agano la Kale Biblia inatuambia hivi, Israeli wakati wa mchana walikuwa wanaongozwa na wingu, wakati wa usiku nguzo ya moto. Wingu ni nani? Roho Mtakatifu. Wewe unasubirije muimbaji akuletee wingu ndani? Wingu liko ndani yako. Sema amina.